kwa sababu ya uwezo wako mtakatifu. Ni asante maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni asante kwa sababu ya ukuu wako. Ni asante kwa sababu ya mapenzi yako juu ya maisha yetu. Asante kwa kutupenda. Asante Bwana kwa uhai. Asante Jehova kwa sababu ya nia yako hata yule ambaye anatutizama. Na achilia nguvu na uwezo wako Baba, ya kwamba ukashuke ukanguse maisha ya mtu katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu mwenye uwezo, hakuna kama wewe. Achilia wingu la neema juu ya mtu huyo. Achilia kibali juu ya watu hawa. Na Baba, ukaponya maisha yao, ukafungue nafsi ya mtu kwa utukufu na uwezo wa jina lako. Mungu mtakatifu, pokea sifa, pokea utukufu radhi. Roho Bwana, shuka ukanene nasi, shuka ukatuhudumie na ukanitumia kama chombo chako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Na mtu aseme amen. Amen. Patia Bwana sadaka ya makofi mazuri. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi ni mchana mwema, my dear viewers, wherever you are watching us. God bless you. God bless you in the name of Jesus. Apostle Frederick Siengo. Haya ndio majina yangu kamili. Karibu tena katika mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Yale Bwana amekusudia aweze kukufikia wewe uliye ndani ya kanisa na wewe uko pale nyumbani. Mungu akubariki na Mungu akutende mema katika jina la Yesu. Sema amen. And I'm here to tell you and to declare that your life will never be the same again. Maisha yako haitabaki kuwa vile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Patia Bwana sadaka ya makofi mazuri. Basi tuko mwezi wa 10 tukiwa ni ibada ya kwanza ya mwezi wa 10. Hallelujah. The month of revival, ama ni mwezi wa kuiwishwa tena, ni mwezi wa kusherehekea. Praise the name of the Lord. Amen. It is a month of rejoicing. It is a month of gladness and celebration. Labda uko pale nyumbani ama uko ndani ya kanisa, unauliza how am I going to celebrate? Ama nitasherekeaje wakati mambo yangu imeniendea mrama? Nitafurahiaje wakati mimi niko mgonjwa? Nitafurahiaje wakati nimeandikwa ICU, a point of no return? But I have come to give you hope through Christ Jesus. For the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news to the poor. Kwa hivyo nimekuletea tu habari njema kwako wewe ambao uko maskini ndani ya moyo wako, ambao ndani yako uko na umaskini wa kutaka kujua Mungu, ambao ndani yako uko na umaskini wa kutaka Mungu akunguse tena. Biblia inasema katika Mathayo 5 ya kwamba blessed are those who are thirsty. Wamebarikiwa walio na kiu na njaa ya kutenda haki, maana watashibishwa. So this is the hour and this is the moment for you to obey and live according to the word of God. Ni wakati wa kutengeneza njia na kukaa katika njia za Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. It's unfortunate that kwamba teachings asubuhi sijakufikia, lakini mchana Bwana anaenda kukubariki na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba tumefunzwa hali ya kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya Kristo. The hour and the moment is now. You prepare yourself. Na wewe ambaye umeitwa, kamilisha kusudi lile Mungu amekuita. Au hujaokoka ukae pale tu nyumbani, au hujaokoka useme nimeokoka, hii wokovu ni yangu, wacha nikae pale nyumbani. Go forth to the whole of the world. Inaweza kuwa sio wewe utaenda kuhubiri, but you can support someone to go and preach the gospel. Usiwe kama yule mtu ambaye mwajiri aliwaachia talanta, akawaachia 5, mwingine akamwachia 2 na mwingine akamwachia 1.
Na basi yule wa moja akasema, wewe nimejua tu unatakanga kukula mahali hujapanda. Akachukua yake akaweka chini ya mchanga. Akasema akikuja nitampatia tu shilingi yake. Mimi si mtu wa kwenda kufanyishia mtu faida. Basi kuna watu siku ya leo wamepewa talanta na Mungu. Kuna watu wamepewa wokovu, lakini ile wokovu wameambia Yesu, mimi sifanyi faida wokovu yako, acha niweke chini. You are buried what God has given you. Inawezekana ya kwamba hujapewa kuhubiri kama mimi, lakini umepewa uwezo wa kifedha. Support whoever God has laid before you for the gospel to go forth. Basi hautahesabiwa umepewa ukaweka chini. Kuna watu ambao wanapeana visababu, sijui utapeana kisababu gani. Lakini yule alipewa 5, akasema siwezi ngojea hii 5, wacha nizifanyishie kazi, ili ya kwamba mwenye shamba atakapokuwa anakuja nimpatie faida. Basi pale ndio utasikia, fanyikazi mwema, njoo to the peace or to the comfort of the Father. It is the hour to exercise what God has given you. Na basi mchana wa leo Mungu amekusudia siku ya leo. Praise the name of the Lord. Amen. And I have come only to tell you ya kwamba life without Jesus is full of toiling. Maisha bila Yesu inakung'ang'ana. Besikia ushuhuda wa ndugu, licha ya kwamba alikuwa anadaiwa kiwango ya kwamba ungefungiwa nyumba, lakini alipata amani kwa sababu alikuweko na Mungu. Na hivyo ndivyo ya kwamba nyumba yake haikuweza kufungwa. Instead Mungu alimuinua kutoka kiwango kile akampeleka sehemu ya kwake. So there is a God of impossibilities. Nimekuja kukupatia hope wewe ambaye uko pale nyumbani. Many of the people today wamekata tamaa. Many of the people today wamevunjika moyo. They don't have, hawana hata kidogo cha kuamini Mungu. Maana matatizo imewasomba. Maana majaribu yamekuwa kama moto, imechoma roho zao. Wamefika mahali mpaka kulaani siku ambazo walizaliwa. Wamefika mahali mpaka kulaani hata Mungu, kusema Mungu wewe ulienda mbali na mimi. But God is not far away from you. You only need to believe. You only need to trust in Him, ya kwamba naenda kubadilisha. Muujiza wako uko pale pale. Muujiza wako uko karibu na wewe, hauko mbali. So don't lose hope my sister. Don't lose hope my brother. Nimekuja tu na habari njema. Nikwambie leo mwezi wa 10, your life will never be the same. Patie Bwana sadaka ya makofi mazuri. Sema amen. So I have come today to inspire. Nimekuja siku ya leo nitie mtu moyo. Nimekuja siku ya leo nikainua imani ya mtu. Hallelujah. Wangapi wako tayari kuinuliwa imani zao? The Bible says we live not by sight. Atuishi ni kwa kuona. Tuishi kwa kuona bali kwa imani. Atuishi kwa kuona bali kwa imani. We live not by sight but by faith. And the just shall live by faith. Ndio maana siku ya leo adui ama mpesi wa maisha yako anapigana na imani yako, anapigana na uwezo wako wa kumwamini Mungu to the point of death. Yaani kuamini Mungu mpaka dakika ile ya mwisho ya kusema Bwana, hivi is your will, let it be done. Kama Bwana umekusudia mimi nitaishi maisha yote bila mume ama mke, Lord, I am ready for your will. Ambavyo nikutumikia hadi siku zile za mwisho. Praise the name of the Lord. Now here we come, the book of Luke chapter number 5 verse 1 to 11. Kitabu cha Luka mtakatifu yule anaandika, ambaye yule uko na Biblia yako, uko pale nyumbani, uko ndani ya kanisa,
Praise the name of the Lord. Sema amen. Amen. It is about a call for discipleship. Najua ni habari ambazo umezisikia, umezisoma. But I pray that the Spirit of God will use me as He wills, ili ya kwamba nikakufikie pale katika jina la Yesu. Sema amina. Luke number 5 verse 1 to 11. Nafikiria uko pale, kapate kusoma tu kwa pamoja kwa jina la Yesu. Kawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Gezereti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, Masa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, mstari wa 6, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye huona wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. 10. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviengesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Somebody say amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpatie Bwana sadaka ya makofi mazuri. Basi kwa dakika chache na Mungu akaweze kukubariki katika jina la Yesu Kristo. There is a call for discipleship, ama wito wa kutumikia Mungu. Sisi sote tumeumbwa kwa kusudi la Bwana, tukamilishe kusudi la Bwana juu ya maisha yetu. Despite of our daily lives, despite of our daily careers, we have a main purpose as to why Mungu ya kwamba alikuumba. Na kusudi kuu la Mungu kumuumba mwanadamu ni ili ya kwamba akaweze kumtumikia. Now today I bring to the message that life without Jesus will be full of toiling. Maisha bila ya Yesu itakuwa na kung'ang'ana, itakuwa na kulia, itakuwa na kukosa amani. But if you accept Jesus, the Bible calls Jesus the Prince of Peace, mfalme wa amani. Ndio maana unapokaribisha Yesu juu ya maisha yako, your life never becomes the same. Uliza Zakayo mtoza ushuru, alipomkaribisha Yesu, alikuwa mtu amejawa na stress, kwa sababu watu walikuwa hata wanataka kumwangamiza kwa sababu wanasema amewachota mali. But when Jesus came,
wakati Yesu aliingia nyumbani mwa Zakayo, alibadilisha maisha yake. Mpaka akasema yule yoyote anajua vizuri nilimwimbia, nitamrejeshea mara 4. Now today I have come to you to give you hope, to inspire your life. Kuna mambo labda ya kwamba unapitia siku ya leo because of careless life, because of the life that wewe mwenyewe umejiingiza. Maana Mungu ametupatia nafasi ya kuchagua maisha ambayo tunayoishi. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana amekupatia Joshua leo kuchagua maisha ambayo unaishi. Our God is the door opener. Ama Mungu wetu ni Mungu wa kufungua milango. Lakini kuna milango Mungu atafungua kwa maisha yako kama wewe mwenyewe utakubali kumfungulia aingie kwako. If you accept the Lord to come in your life and obey His word, your life will never be the same again. Patia Bwana sadaka ya makofi mazuri. Familia yako haitapaki kuwa tena ya kawaida. Maisha yako haitapaki kuwa tena ya kawaida. Praise the name of the Lord. Amen. Now, Biblia inasema ya kwamba kulikuweko na Simoni Petero. Hii familia ya Simoni Petero wana wa Zebedayo, katika kuzaliwa kwao walikuwa wavua samaki. Yaani kuzaliwa kwao wakazaliwa kwa familia ya kuvua samaki. The household of fishermen. Kwa hivyo kama ni maneno ya kuvua samaki, walikuwa wanaelewa masaa na majira ya kuvua samaki. Kama wanadamu walikuwa wanaelewa season gani wanafaa kuvua samaki. Kwa hivyo kawaida kwamba maji usiku inakuwa imetulia, haina disturbance mingi. Kwa hivyo kama ni samaki wanakuja juu. So you expect usiku wakati maji imetulia samaki wako juu, kwa hivyo mtapata wengi. Na basi wakaenda tu kawaida yao kama wafupi kwenda kuvua samaki. Na Biblia inasema namna gani? Usiku kucha hawakupata kitu chochote. Usiku kucha walikesha wakitafuta angaa samaki, hawakupata hata omena kale kadogo. Praise the name of the Lord. Na basi maandiko inasema namna gani? Wakati asubuhi ilipofika, baada ya kuwa wamekesha usiku wote, asubuhi ilipofika, wakawa wanakusanya vyombo vyao, wakawa wanaosha nyavu zao, waende zao nyumbani. They were discouraged people. Walikuwa watu wamekata tamaa, walikuwa watu wamefika mwisho. Labda walikuwa wanauliza wataenda nyumbani na nini, watapelekea watoto nini. But at that hour of the morning, hallelujah, Biblia inasema katika Zaburi, kilio kinaweza kikadumu kwa usiku, lakini asubuhi yaja ya furaha. I prophesy to somebody upon this month of Pena, ya kwamba asubuhi yako ya kufurahia ni sasa. The season of rejoicing is now. The season of joy is now. The season of celebration is now. In the name of Jesus Christ. Patia Bwana sadaka ya makofi mazuri. Somebody say amen. Amen. In the morning, asubuhi ilipofika, Yesu naye akafika. Hallelujah. At the appointed times God comes. Amen. Night was the season where fishes were to be caught easily.
no much stress to get the catch. Peter labored all throughout the night, and he has nothing to show for his labor. As a Christian today, you try to make a living on your own without the support of the master, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Just like Peter alitumia ujanja wake na akili zake kama mvuvi wa kawaida, akaenda kuvua samaki usiku. Kuna watu siku ya leo wamejaribu mambo mingi kwa akili zao. Wewe umejaribu kuweka hiyo biashara kwa sababu ya uwezo wako wa masomo yako. But I have come to tell you, it is not about your degree. It is not about your masters. It is not about your urembo. It is about involving the master Jesus. Yani inahitaji umjuishe Yesu, umjumuishe kwa maisha yako, umjumuishe kwa mipango yako, naye anasema ataikamilisha. Nimekuja leo nikuambia ya kwamba labda kuna mambo umepitia mazito, kuna majaribu umepitia mazito, not because Mungu asikii kilio chako, not because Mungu hajaona umeng'ang'ana kutoka Januari hadi sasa, lakini ile ya kwamba umekosa kumwamini the master, umekosa kumjumuisha Yesu. But if today you accept the word of Jesus, if today you accept, maisha yako itabaki vile tena. Hallelujah. Amen. Sema amina. Amen. Watu leo wanataka kutengeza maisha kivyao. Amen. Amen. Unasema mimi nimepata kazi, basi nimefika mwisho. Nimefika sasa, wacha nikule na nikunywe na nistarehe. Nimepata gari. Iwezi kosa customer. My friend, itashinda kwa garage. Inashinda kwa garage. Ikitoka kwa garage, imeshikwa na polisi. Si kama ushaiona hivyo. Wewe unafikiria umepata, unasema sasa mimi ndio hivyo sasa nimeomoka. Kwa garage, kwa polisi. Kwa polisi, kwa garage. Kwa garage. Ajali. Kwisha. Right off. Amen. Leo hii usijaribu kuyaumudu maisha kwa akili zako. Somebody say amen. Amen. Petero walijaribu kwa akili zao. Usiku kucha hawakupata chochote. Lakini asubuhi ilipofika, now the master of masters, we have our master Jesus, that whenever you call upon this name Jesus, whenever you obey the master Jesus, maisha lazima ibadilike. Hallelujah, hallelujah. Sema amina. Sema amen. Usiku kucha wamekesha, hakuna kitu kizuri. Walijua usiku samaki wametulia watapata. But they lacked one thing, the master. Hello. Hello. Salimia jirani yako, muulize, do you have the master? Hallelujah. Amen. Then if you have the master, don't worry. Amen. Kama uko na master, don't worry, relax. Amen. Ndio kasikia ndugu akasema, mimi nilijua niko na Yesu hata kama kumeumana ama kukoaje. I am ready for everything. Yesu wewe bora umesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Now, usiku kucha hawakupata kitu chochote. The whole night they labored. Amen. Amen. Toiling. Bila Yesu ni bure. Kitabu cha Ecclesiastes kisema ya kwamba sio kuamka mapema na kulala usiku ambaye itafanya ufanikiwe.
Maana kuna watu leo wanalala usiku, na ukiuliza mtu baada ya siku ni manteni na ni hasara. Mtu ameamka saa 9, lakini baada ya siku unahesabu hasara. Just welcome the Master Jesus. He will turn around the events of your life in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Life without Jesus is full of toiling. Yesu alipokuja akamwambia, nipatie Petero chombo chako, nipatie chombo chako. Petero did not hesitate. Petero hakungojea, alikuwa tayari apeane chombo chake. Hallelujah. Many of the people today, Bwana anataka kuwatumia lakini hawataki watumike. Amen. Nimetangulia kusema inaweza kuwa wewe si wa kuhubiri, lakini you are there to support the ministry. You are there to support with your tithes, with your offering, with your fast fruits, ili ya kwamba kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele. Hallelujah. Amen. Yesu alipofika akamwambia, nipatie chombo chako, akampatia. Teni pili Yesu akamwambia, usiogope. Baada ya kuhudumia watu akamwambia usiogope. Sema amen. Wakati mwingi, wakati unapitia matatizo, wakati unapitia hali ya shida, wakati unapitia hali ya magonjwa, wakati unapitia hali ya kuonewa na kukataliwa, you become desperate. You become, ina maana ya kwamba umefika mwisho na umekata tamaa. Na ukishakata tamaa unaingiwa na uoga na kuona ya kwamba hakuna kitu kinawezekana, hakuna kitu kinaweza kikapenya. Nimejaribu kutoka mwanzo mpaka sasa, hakuna chochote. Nimefungua biashara ya kwanza na ya pili, yote ikiisha. Lakini sasa nimekuja na habari njema. Hata kama umefika mwisho, just allow Jesus. Just allow the Master. Praise the name of the Lord. Amen. Petro gave the Master the boat. Alimpatia mashua yake. The place of giving is getting financial miracles can never be overemphasized. The Master asks Peter for his boat, and Peter gave it willingly. Many have shut the door of our hearts against the Master. Wengi wamefunga roho zao, wamefungia Yesu nje. Nisomee kitabu cha Revelation 3:20. Revelation 3:20. Nani uko pale tu kwa haraka? Revelation 3:20. Petero alipoambiwa nipatie mashua yako, hakushinda aking'ang'ana. He was very much willing apatie the Master mashua yake. How many today are willing to give their lives for God to use you? How many today are willing to give up their finances for the ministry? That's where it becomes the barrier. Watu wengi wanasema, siwezi nikapeana, natajirisha. My friend, the works of the ministry, it needs the support. And kuna some of the support utafanya kwa kazi ya Mungu ifungue milango mbele yako. Praise the name of the Lord. Amen. I always give a testimony of this sister. Alikuja kwenye madhabahu, kanisa yote akasema ninaibadilisha, na akaweka curtain mzuri na mzito. Wakati ule alifanya vile, maadui wa kazini walikuwa wamejinua kinyume na yeye.
kiwango ya kwamba walikuwa wamepanga ahamishwe kwa hiyo soko. And because she released for the master, you know what happened? The same enemy mwenye alikuwa anasema atahamishwa, mizigo yake, kazi yake, hata si kuhamishwa, she was auctioned. Yani zilibebwa rejesha mia kwa bei rahisi ikaisha. My friend, sina mnasikia, alikuwa amepangiwa ahamishwe kwa kazi, na wakaanza kutafutana na wakubwa waweke vitina ahamishwe. Mpaka kwa kazi wanataka wapigane, kwa sababu sasa mkipigana huko utahamishwa. Lakini with all those tactics, I think because upon the house of the master ilikuwa inaongea. Yes. Silikuwa sinaongea. Amen. Au maadui walikuwa auctioned. Yes. Auctioned. Nakwambia kitu kimefanyika last month. Tarehe 12. Walikuwa auctioned. Walibebewa zikauzwa vitu vyote vya duka zao. Yes. Sema amen. So many today are shutting their doors of their miracle. Sema amen. Amen. Petero, nipatie mashua yako, chukua my master. Amen. We have become unfaithful to our God by what He has given us. We have become so mean to what God has given us. Yes. Yani Mungu amekupatia na unamunyima ikafanye kazi yake. You close the door. Nisome Revelation 3:20. Nasemaje? Listen, I stand at the door and knock. I stand, the Master Jesus. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with them. Ikiwa yoyote anasikia neno langu, nimesimama mlangoni. I will come in and eat with them. Tazama, nimesimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye. Na yeye pamoja nami. To those who win the victory, I will give the right to sit beside me on my throne. That's all. Amen. Bwana amesimama nyumbani mwako, anauliza, ni ndoa iko na shida, ni kazi imekusumbua, ni magonjwa imekutesa, ni pressure, ni ulcers, demonic cancer, ni nini ambayo inakutesa? Yesu amesimama mlangoni mwako, anasema nifungulie. Just believe by faith, for who believes ameshapokea. Kama unaamini siku ya leo, shout a big amen. Hallelujah. Petero akakubali, akasema chukua, akafungua mlango wa baraka. Amen. Today, kwa matendo yao, kwa miili yao, kwa fedha zao, unasema Bwana, ni wewe umenibariki na hii, chukua. Hapo ndipo ilifika kwa Ayubu, akasema nilikuja bure, nitaenda bure. Kama ni watoto, chukua tu. Hallelujah. You cannot offer to God and go unrewarded. Amen. If you offer and give to God, you get 100 folds. Unapata 100 juu ya 100. Au utaenda hasara kwa Mungu. If at all you give willingly, si kwa kutishiwa,
Si kwa kuambia usipotoa utakufa. No. If you cheerfully and willingly give for the kingdom of God, the master himself comes. Ndio utaona chombo kama hichi kinakutetea ukiwa hospitalini. Utaona chombo kama hichi kwa madhabahu kinakutetea wakati wa taabu, kinaongea. I pray today, yeyote amesimama na kazi hii na kazi ya Mungu, ya kwamba Bwana akutetee kwa jina la Yesu. Inawezekana uko pale unasema nimesimama, lakini mbali bado mambo hayendi. Kama vile Petero akasema tumekesha usiku kucha hatujapata chochote, lakini the master when he came, the time of the master had not came. It is not about your time, it is about the time of God. See about your time, it is about the time of God. Time ya Petero ilikuwa ni usiku. Kwa hivyo mchana they had no expectation. Kwa hivyo hata alijua hata nikipeana hii mchana hakuna kitu. Si wameshafunga kazi. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wameshafunga ile masaa yao, ile season yao. Hallelujah. Kuna dada ambaye uko pale nyumbani, ukijiangalia unasema miaka imeenda, uko miaka ya 50, uko miaka ya 45, unasema sasa niko evening glory. Hallelujah. Unasema ya kwamba niko masaa ya mwisho sasa, mahali ambapo imefika ni nipate kashamba nijenge na watoto wangu, maneno ya wanaume nimeacha. Lakini nimekuja nikuambia ya kwamba if I don't today you believe there is a God of impossibilities. Kuna Mungu ambaye ni wa season yake, ambaye si wa season yako. Labda alikuwa na kusudi ni kwa nini ya kwamba hawajakuwa wakati ule wa miaka yako ile ulikuwa unajisikia, lakini sasa unaona umefika mwisho. Lakini siku ya leo nimekuja nikutangazie na nikutabiria ya kwamba the season of God is now, the hour of God is now, the hour of the master is now. Wewe ambao uko mgonjwa, the hour of your healing is now. If thou you believe it, pokea uponyaji wako. Somebody shout a big amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Muujiza ukatendeka. The miracle was in Peter's obedience to Jesus' instruction. Kuna watu wengi leo wanatarajia Mungu afanye miujiza. Unataka wewe uende upewe maji, upewe kitambaa, upewe mafuta ndio miujiza itendeke. Yet you don't obey the instruction of the maker, our Lord the Master. Unataka uamini mafuta na maji, yet the word you don't follow. Tumuita atari, tukuita koma kana tukuita ati. Hallelujah. You want to believe more in the kitambaa than believing in the word of God. You want to believe more on me giving you a card and telling you weka hii kadi kwa gari yako ama weka kwa biashara yako, miujiza itatiririka. Yes, baada ya kupewa kadi unaamuka tena unaenda kwa muganga. That's why Paul called the people of Galatians, you foolish Galatians. Ni nani aliyewaroga Wakristo? Ni nani ambaye amewaroga? Utaenda kanisani kuchukua mafuta, utaenda kanisani ukachukue chumvi, na ukichukua kitambo iishe, siku itaisha ndio utarudi tena uchukue. Hata wewe utakuita nani? Tunamuita nani wewe sasa? Praise the name of the Lord. Sema amen.
May God open the eyes of his people. Waona the master, the power in the master Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The miracles of Peter. Wakati Yesu alitumia chombo, akamwambia Petero, basi shusha nyavu zako kilindini. Petero jambo la kwanza alisita. He hesitated. He was reluctant. Why was he reluctant? Kwanza kwa nini Petero alikuwa reluctant? Kwa nini Petero alikuwa reluctant? Wewe uko pale nyumbani. Why was Petro reluctant wakati Yesu alimwambia shusha nyavu zako? Hakushusha direct. Alikuwa kwanza reluctant. Why? 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 Alikuwa amekosa mara ya kwanza. Why? Ngine? Tumishi. Why? Tumishi. Why? Kwa nini alikuwa reluctant? Alikuwa amechoka. Alikuwa amechoka. Hakuwa na imani kama atapata. Okay. Hapo. Kwa nini kwanza alitulia kwanza alipoambiwa shusha nyavu? Amen. Alikuwa reluctant kwa sababu ilikuwa mchana. Halo. Kwa akili zake na kufikiria kwake na kujua kwake kulingana kutoka aanze kuvua samaki na vile walifundishwa na baba yao. Walijua samaki kupatikana usiku si mchana. Na Yesu amekuja mchana. Sasa mchana mtu mchana. Amen. Hello. Are we together? Alikuwa reluctant kwa sababu ni mchana, na mchana samaki hazikuangi, zinakuanga zimejificha. Usiku ndio zimetulia. But now the master of masters amekuja hiyo mchana. Sema amen. Basi Yesu akamwambia, akarudi akasema, but by your word, kwa neno lako nitasishusha. Kwanza ni mchana. Kwa hivyo mchana siamini ya kwamba kutapatikana samaki. Lakini kwa neno lako nitashusha. By just obey, it activated the miracle. How many people today want to believe that Jesus is the author and the finisher, and that there is nothing impossible with God? Haijalishi madaktari wamekwambia you are in a point of no return. Haijalishi wamekwambia hiyo ugonjwa ionekani na unaona unakufa. Haijalishi wamekuweka ICU, lakini the word of God says, for with God there is nothing impossible. If thou you believe today, unaenda kufunguliwa. If thou you believe today, unaenda kukombolewa. If thou you believe today, hata kama biashara iko katika hali ya mwisho, yani iko katika hali ya kufa, I have come to tell you, itafufuka tena. Somebody shout amen. Hallelujah. Jesus used Peter's boat to preach, yet nothing happened. Amen. Alitumia hiyo mashua kuhubiri na hakuna kitu kilifanyika. Amen. But when he obeyed Jesus'
instruction to let down his net into the sea. Oh my God. Your miracle is tied to your obedience to God's instructions. Amen. Sijui kama kuna mtu amenishika. Your miracle is tied to your obedience to God's instruction. Ikiwa utakubali neno la Mungu ama sauti ya Mungu vile ambavyo anakuambia, you are there with your miracle. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema amen. Amen. Yule kiwete na Petero na Yohana, Petero akamwambia, hatuna dhahabu na hatuna fedha, lakini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amuka utembee. By believing in that word na kuchukua hatua ya imani kuamuka. Asingeliamuka pale, angeendelea kukaa pale, lakini aliamuka, na vile alichukua hatua ya kuamuka, hivyo ndivyo aliamuka, akiendanga akaingia ndani ya hekalu akirukaruka. Watu wakamuona wakashangaa, is this the kiwete? If thou, my dear viewer, you believe today, you are going to raise up. Your business is going to raise up from crumbling. Kazi yako itainuka. Wamekuandikia mpaka masaa ya kurudi kwenyu Mkenya. Wamekuandikia hadi masaa ya kurudi kwenyu Kitui. Wamekuandikia hadi masaa ya kurudi kwenyu kule Central. Lakini nimekuja nikuambie hiyo ni yao. May God turn away your situation. Bwana abadilisha hali yako siku ya leo kwa jina la Yesu. Patie Bwana sadaka ya makofi mazuri. Sema amen. Petero alikomkubali akashusha nyavu. The Bible says alifua samaki wengi sana, hata nyavu zao zikataka kukatika. Akawapungia mkono hadi majirani wao wakaja kusaidiana. Yaani Mungu anapokubariki, anakubariki mpaka unangawia majirani. Anakubariki na ya kwako unatosha, unakula unashiba, na anakubariki mpaka ya kugawia majirani. I pray that God comes to you in Jesus' name today. Comes to you upon the month of 10 in Jesus' mighty name. Shema amen. Amen. Now Peter was reluctant initially to obey Jesus' instruction because he had labored all through the night and had caught nothing. Jambo lingine, alikuwa reluctant kwa sababu alikuwa amekesha usiku yote hakupata chochote. Kwa hivyo hakuwa anaamini kuna kitu. Sema amen. Na ingine reluctant ya pili kwa sababu ilikuwa mchana. Yaani season yake ya kwa samaki ni mchana. Mimi sijui unasema season ya kazi ni lini. Kuna watu wanaweza sema najua season ya hii kazi ni hii, lakini sio vile unafikiria. Season yako sio season ya Mungu. Na season ya Mungu ikifika kuna mtu wa kuzuilia. Oh, I pray today and upon the month of 10 season yako ikafike kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Amen. Now, he had given up already. He was already tidying things up. Petero alikuwa amekata tamaa, alikuwa anafunganya vitu vyake aende nyumbani. Sijui ni nani ambaye unasema nimekata tamaa, sasa wacha nirudi ushago. Nimekata tamaa, wacha sasa nifunge hii biashara. Nimekata tamaa, wacha sasa hii masomo niachane nayo. Nimekata tamaa na mateso kwa hii kampuni. Kumbe wakati walikuwa na kuvitini ndio promotion yako inakuja. Nimekuja nikutangazia usikate tamaa. Mahali upo usikate tamaa. Praise the name of the Lord. Have you given up?
on serving God. Kuna watu wamekata tamaa kumtumikia Mungu. Kuna watu walingoja Bwana wakaona mambo bado, lakini wakati ule unahisi kukata tamaa ndio Mungu ameshuka. Oh my God. Oh my God. Oh, maybe you have given up on actualizing that dream. Kuna watu walikuwa na maono na ndoto kubwa. Imefika kiwango umeona umechelewa. Unaona ni kama Mungu alikusahau. Bwana hajakusahau. Do not be weary. I have come to tell you, be not weary. Don't give up. God is working out a big for you. Nasema Bwana, kuna vitu anafanya nyuma ya tendi huko. Kuna vitu Mungu anafungua mbele yako. Kwa jina la Yesu Kristo. A miracle is coming your way. Don't keep up. Don't be weary, my sister. Usikate tamaa. Usikate tamaa, my brother. Usikate tamaa, dada yangu. Inawezekana watu wamekuvunja moyo, wameweza kurate over, wameandika full stop to your story, but God has not put a stop. Unless God has put a stop, now you can be weary. Hallelujah. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Amen. Jesus never came to Peter when he was toiling. Oh my God. Yesu mbona hakuja wakati ule wa usiku? Kuna mtu labda unauliza mbona Mungu haukuja wakati ule nilikuwa ninakuhitaji? Yes. Sijui ni nani anauliza Bwana mbona haukuja wakati ule nilikuwa miaka ya 30. Ningeolewa wakati huo. Bwana haukuja wakati ule nilikuwa na uwezo. Bwana haukuja wakati nilikuwa na nguvu. Oh my Lord. Yesu hakuja wakati ule Petero alikuwa anahitaji sana. Lakini wakati ule amegive up, wakati ule amekata tamaa, wakati ule amefika mwisho. Somebody say amen. Amen. Yesu alishuka kwake. It was in the morning when Peter had given up and lost hope that the master showed up with a miracle. Na wakati mwingine Bwana anashuka wakati ule umekata tamaa. Sijui ni nani amekata tamaa. Kutoka Januari hadi sasa unasema mbona mambo haiendi? Mbona chochote nimejaribu hakiendi? Mbona nikishika fedha sinisaidii? Mbona nikipata mchumba tunaachana? Kuna mtu amekata tamaa, kufika kiwango ya kusema wanaume wote ni waongo, wanawake wote ni waongo. It's not yet until God has stayed his over. In the name of Jesus. Oh my Father. The master which shows up when all hope is lost. Yesu anajidhihirisha wakati ule tumaini imefika mwisho. Oh, isomee Yeremia 29:11. Ninapomaliza, maisha yako haitabaki kuwa vile tena. Yeremia 29:11. Somee tu pale na Mungu akaweze na kubariki kwa jina la Yesu. Yeremia 29 verse, is it verse 11 or 11:29? Shababaganda rapashatarada rakadabazaya shakodabazaya rikadabazaya 29:11. Can I read? Maana nayajua mawazo ninayowasia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Sema tena amen. Hallelujah. Amen. So there might be economic crisis, there might be lockdown. Your business may seem to be at its last breath. On hold. Salimia mtu mwambie hold on. Mwambie mtu hold on. Mwambie mtu hold on.
Mwambie tulia kidogo. Tulia kidogo. Tulia kidogo. Sema amen. Sema amen. Just hold on a little longer. Kuna kitu ambacho kinaenda kutendeka. Wakati ule Petero alikuwa pale anaoshaosha nyavu, amekata tamaa. Then the master shoulder up. Mungu anashuka wakati unakata tamaa. Oh, the master has a miracle in store for you. Yesu ako na miujiza yote ya kwako. Oh my Father, my God. Sema amen. Sema tena amen. Simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. My beloved, the God you serve is the master of times and the season. Yule Mungu ambaye umeishi kumuomba, yule Mungu ambaye umeishi kumtumainia, is the master of times and the season. Kwa hivyo nyakati zako sio nyakati za Mungu. Nyakati za Mungu sio nyakati zako. If today you allow God, utafungua maisha yako. Usikate tamaa ndugu yangu. Usikate tamaa dada yangu. Na kama ulikuwa umefika mwisho, just allow God. Just believe in the word. The master Jesus. Hata shetani mwenyewe anaogopa the master. Ndio maana maandiko inasema tumekirimiwa neno ambalo limepita, neno na jina ambalo limepita majina yote. The name of Jesus. When you call upon this name, every knee, every demon must bow and accept to the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So today, my beloved brother and sister, the God you serve is the master of times and season. Now, only believe in him, trust him for a visitation, and listen for his voice and obey his word. Kuna watu wengi wamesikia sauti za Bwana na wakapuuza. You don't obey the word of God. Ilikuwa nasoma Biblia katika First Kings, I don't know 13 or where. Nikaona kulikuwa na kijana nabii, kijana mdogo nabii, na kulikuwa pia nabii mzee. Sasa kijana mdogo nabii, Mungu akampatia instructions. Nenda, na ukienda kwa mfalme, hata ukirudi usikule kitu chochote njiani wala kwa mfalme. Kijana ni sauti, the first voice of God ilikuwa inasema kijana, nenda na usikule chochote. Kijana nabii akaenda kwa ile sauti ya Mungu. Alipokuwa ameenda akafikisha ujumbe kwa mfalme, akaambiwa kula, akakataa kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia usijaribu kula. Lakini akiwa njiani katika kurudi, yule nabii mzee, yule nabii wa kitambo, kumbe Mungu alimwachanga, akakutana naye akamtabiria tu, kumbe anamdanganya. Na kijana kwa sababu aliheshimu ile mafuta ya kitambo, they are men of the people, some are forefathers of faith, wengine walishatoka kwa njia ya Mungu na wakaingia vitu zingine, walibaki kubeba tu ile njina ya kitambo. Sasa kijana akaheshimu ile njina ya kitambo ya yule nabii, akakula. Sasa alipokula njiani alikuliwa na simba, just because he obeyed the voice ya nabii mzee kuliko ile sauti ya kwanza ya Mungu ilimuongelesha. Somebody say amen. There are people who are there to distract your faith. Kuna watu wako pale wa distract imani yako kwa Mungu. Ulianza safari na imani, usikatike njiani. Endelea na hiyo sauti ya Mungu. Bwana aliyekuita atajitukuza kwako. Akamwambia Yesu, nitakutukuza, nitajitukuza ndani yako. Kwa hivyo Bwana akajitukuza ndani yako leo kwa jina la Yesu. Wewe uliye pale nyumbani, uliye ndani ya kanisa, inua sasa mkono wako juu. I just pray for you. Just believe God. Today
in the name of Jesus. Your life will never be the same again. Maisha yako haitabaki vile tena kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya matendo yako. Asante kwa sababu ya neno lako. Tusamehe dhambi na makosa. Petero ulipokutana na yeye akaanguka chini, akamwambia nisamehe maana mimi ni mkosaji. Baba, ninaomba msamaha kwa ajili ya wateule wako waliokosa kuamini. Na siku ya leo kwa ajili ya neno lako. Baba, natangaza uhai, natangaza uzima, natangaza afya kwa aliye mgonjwa kwa jina la Yesu. Natangaza amani ambaye ana amani. Yesu, karibu na ukafungue maisha ya mtu huyu. Ni asante kwa maana Baba umetenda. Inuliwa Bwana na ukajitukuze kulingana na neno lako. Ni kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Na mtu aseme amen. Amen. Sema tena amen. Patie Bwana sadaka ya makofi mazuri. So, Bwana akubariki, Bwana akutende mema katika jina la Yesu. Last call this. Just believe in God. Trust Him for your visitation and listen to His voice and obey His word. Si wanadamu, ni Mungu. So God bless you, my dear viewers, wherever you are. Thank you for those who have been supporting us. If you want to contact us, there is a number there. You can just inbox there for your prayer request, for any support, and God will bless you. God do you good. Hadi wakati mwingine. Apostle Frederick Sengo. Shalom and amen.